Get the point. Take a step forward. Baba yetu, Our Father in heaven. Father, we are so grateful that we can come into your presence. Tunashukuru sana maana tuna uwezo wa kuja katika uwepo wako. What a privilege that you want to meet with your people. Ni fursa ya kipekee maana unapotaka kukutana pamoja na watu wako. You love each one of us dearly. Unatupenda kila mmoja wetu upeo. And Father, knowing what you've done for us in the Lord Jesus Christ, Na Baba, tunatambua yale ambayo umeshatufanyia kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. we come with hearts full of gratitude and love. Tumekuja na mioyo ambayo tunashukuru na tena tuna upendo. And as our hearts ascend to you, Na namna ambavyo mioyo yetu inanena pamoja nawe, and our lips express our love, sisi turuhusu tupate kukuonyesha upendo wetu. Father, we praise you Baba, sisi tunakupa sifa and we thank you. na tena tunakushukuru. We worship you because you are worthy of all praise and all worship. Tunakuabudu maana unastahili sifa na ibada yote. Father, meet with us today and teach us through your Holy Spirit. Baba, kutana pamoja nasi na utufunze kupitia kwa Roho Mtakatifu. Touch the hearts of everyone here in this hall, in the church, Gusa kila moyo wa kila aliye hapa katika hili kanisa and also watching online. na wale wote ambao wanatutazama kwenye mtandao. Is our prayer in Jesus' name. Ndilo ombi letu katika jina lake Yesu. Amen. Amen. We're looking at Luke chapter 7. Basi kitabu ambacho tunaangalia ni Luka sura ni ya 7. But the story of Luke chapter 7 is found in all of the gospel. All four of the gospels record the story. Basi hii hadithi ambayo iko katika Luka 7 imo katika sura zote za Injili katika Biblia. Matter of fact, Jesus tells us this story is so important Yesu ni mwenye kutuambia kwamba hii hadithi ni ya muhimu. that this story will be preached again and again until Jesus comes. Na hii hadithi itafanya kuhubiriwa mara kwa mara hadi Yesu afanye kurudi. So let's go to Luke chapter 7 starting in verse 47. Basi tutaingia kitabu cha Luka 7 aya yake ni 47. Therefore I say to you, Kwa ajili haya nawaambia, her sins which are many are forgiven, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, for she loved much. kwa kuwa amependa sana. But to whom little is forgiven, Lakini asamehaye kidogo, the same loves little. huyo hupenda kidogo. May God bless the reading of his word this morning. Hebu na Mungu afanye kubariki neno lake asubuhi ya leo. I want to start with a story today. Basi leo nitaanza na hadithi. How many have ever been in Canada or in the USA? Wangapi wameshafika Marekani ama Canada? There's been some people? Yes, there's some people have been there. Asante, pana watu ambao wameshafika pale. Between Canada and the USA, there's a river that separates the two countries. Basi kati ya Canada na Marekani pana mto ambao ni wenye kuweka kando hizi taifa mbili. It's the Niagara River and of course the world famous Niagara Falls. Basi huu mto unaitwa mto wa Niagara na vile vile pana ile kongoro ya Niagara ambayo imeshatambulikana sana. Before a bridge was built across the Niagara Gorge, Basi kabla ya daraja kutengezwa ili watu waweze kuvuka lile kongoro la Niagara, several lives were lost as people attempted to ferry across on boats. watu wengi walipata kuangamiza maisha maana watu wengi walijaribu kuvuka wakitumia mashua ama feri. And many of them were swept away by the turbulent roaring rapids. Na wengi walifanya kufagiliwa na kuzama majini kwa sababu ya ile tufani iliyokuwa pale. Now you might be surprised to learn that the first step of constructing a bridge Basi mtashangaa kujua kwamba hatua ya kwanza iliyochukuliwa kwa ajili ya kujenga daraja, to have a bridge over the Niagara Falls, was made by a 10-year-old boy. ili pawe na daraja pale kwenye kongoro la Niagara, ni kijana mmoja wenye miaka 10 ndio mwenye kuamua. So in 1848, Katika mwaka wa 1848, Homan Welsh flew his kite from one side of the gorge onto the other. huyu kijana ambaye anaitwa Owen ni mwenye kurusha tiara yake kutoka kwa pembe moja hadi He nyingine. had entered this competition to say who can get a line across the gorge. Ni mwenye kuingia katika mashindano ili wapate kuona ni nani mwenye kuweza kuvuka lile kongoro la Niagara. And he won the prize of $10, a lot of money in those days. Na yeye ni mwenye kushinda dola 10 ambazo zilikuwa ni hela nyingi za mazile. But someone on the opposite side caught his kite Na mwenye aliyekuwa katika sehemu ya ufuo ni mwenye kushika ile tiara yake And Owen
And they tied a little stronger string to the end of the kite. na wakafunga kamba ambayo ilikuwa na nguvu mwisho wa ile tiara, And then the stronger, thicker string was pulled back across the gorge. na hiyo kamba iliweza kuvurutwa nyuma ili pate kuvuka ile kongoro. And so the process was repeated again and again with stronger string and more stronger string and then cords. Na basi hii hali ikarejelewa mara kwa mara, wakatumia kamba ya nguvu, kamba ya nguvu, kamba ya nguvu, hata saizi wakapata kamba ambayo ilikuwa inathibiti zaidi. Then a thin rope, then a thicker rope, and eventually a cable was across Na the basi gorge. sasa wakapata nyaya mrefu ambayo ilikuwa ni yenye kuvuka katika lile kongoro. And this cable was then strong enough to support workers, tools, and materials. Na hii nyaya ilikuwa ni thabiti sana, hata watu wanapopanda pale juu wakiwa na vifaa na vyombo ilikuwa inawastahimiki. And then for $1 a day, people could be pulled across on this cable with 2 seats open carriage. Na watu walikuwa ni wenye kulipa $1 kwa siku ili wapate kuvushwa katika hii kongoro. And about 150 people a day would took advantage of that option. Na watu 150 basi waliweza kupata hiyo fursa ya kuvuka kongoro. Then later the cable was replaced by a footbridge. Na mwisho kabisa hiyo nyaya ikarekebishwa na ikatengezwa pale njia yenye watu wanaweza kupita. And people could walk backwards and forwards for 25 cents. Na watu ni wenye kupita hapa wakirudi na wakienda wakilipa senti 25. And eventually the two nations were connected by a sturdy bridge. Na mwishowe haya mataifa mawili yaliunganishwa na daraja. Now trains and trucks can pass backwards and forwards between the two countries. Basi sasa hivi magari ya moshi na hata magari yanaweza kupitia kwa hii daraja. But it all started with a small tiny kite string. Lakini haya yote yalichipuka wakati ambapo palikuwa na tiara ambayo ilikuwa imeshafungwa kamba. I want to say that the little kite string represents our faith when we start out. Basi hii tiara yenye kamba inaashiria imani yetu inapochipuka. It's the way we connect to heaven the first time we hear the good news of salvation through Jesus Christ. Ni wakati ambapo sisi tunajiunga na mbingu mara ya kwanza tunaposikia wokovu kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. And the wind that took the kite across represents the Holy Spirit. Na huu upepo ambao ulichukua hii tiara kando na kupeleka sehemu mbadala inaashiria Roho Mtakatifu. It's the Holy Spirit that allows this little piece of string, our faith, to connect to heaven. Ni Roho Mtakatifu ambaye anaruhusu hizi nyaya ziweze kujiunga pamoja na mbingu. And the kite materials are supplied by the Lord Jesus Christ. Na hivi vifaa vya tiara tunapatiwa pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. The Bible tells us in Hebrews chapter 12 and verse 3. Basi Biblia inatunenea katika Waibrania 12 fungu ni la 3. Might be verse 2. It says that Jesus is the author and finisher of faith. Fungu la 2 linasema Yesu ndiye mwanzilishi na mkamilishi wa imani yetu. And as the string that connected the two countries started very small and grew every time it was pulled across, namna ambavyo ile kamba ilifanya kuunganisha haya mataifa mawili na ilizidi kupana na kupana, namna ambavyo muda ulivyoendelea, it got bigger and bigger until it could be used to transport bigger and bigger items. basi kamba ilizidi kupana na kuwa kubwa hadi iliweza kusafirisha vitu ambavyo ni vikubwa tena vya thamani. I'm here to tell you today that in Jesus Christ we can have a big faith. Basi niko hapa kuambia ya kwamba kupitia kwa Kristo Yesu tunaweza kuwa na imani iliyo kubwa. The story tells us that we can start with small faith, but our faith can grow. Basi hadithi inatusimulia kwamba tutaanza na imani ndogo, lakini imani yetu inaweza kuwa. The Bible tells us in Romans chapter 12 and verse 3. Biblia ni yenye kutunenea katika Warumi 12 aya ni ya 3. In the last part of the verse that God has given to each one a measure of faith. Basi inatuambia Mungu ni mwenye kutumwagia kila mmoja kiasi cha imani. So God has given us enough faith to get started and to respond to the gospel. Basi Mungu ni mwenye kutupatia imani ambayo itatosha sisi kuanza na kuitikia kwa ajili ya Injili. But that is just a story. Does the Bible also say we can grow our faith? Basi hiyo tu ni hadithi, lakini pia pana katika Biblia ambayo inatuambia namna ya kukuza imani yetu. The Bible tells us in Luke chapter 17 and verse 5. Basi Biblia ni yenye kunena pamoja nasi katika Luka 17 aya ni ya 5. That Jesus' disciples came to him one day and they said to him, Lord,
increase our faith. Basi wanafunzi wa Yesu wakaja kwake wakamwambia, Bwana, tuongezeshe imani yetu. Did the apostles believe it's possible to grow their faith? Mitume waliamini ya kwamba inawezekana imani yetu ikue thabiti. They certainly did. They asked the Lord to increase their faith. Hakika waliamini, maana walipata kumwomba Bwana kwamba awaongezee imani. How many of you would like to have more faith? Ni wangapi ambao wangependa imani yao ipate kuongezwa? I know I would like to. Nami Oh, pia praise God. ningependa. God bless you. Bwana asifiwe na Mungu ni mwenye kuwabariki. We want a bigger, stronger faith so God can do bigger, stronger things through us. Tungehitaji kuwa na imani kubwa na imani thabiti ili Mungu afanye mambo makubwa katika maisha yetu. And they recognized that their faith was smaller than that of Christ. Na walifanya kutambua kwamba imani yao ilikuwa ndogo wanapolinganisha na ile ya Kristo. So let's go to 2 Thessalonians chapter 1 and verse 3. Basi tutaingia katika kitabu cha Wathesalonike ya pili, sura yake ni ya kwanza, aya ni ya 3. Jesus did incredible works of faith. Yesu alifanya mambo makubwa, mambo yaliyotokana na imani. And he said if he goes to the Father, greater works than these his church would do as well. Na ni mwenye kusema kwamba ikiwa ataenda kwa babake, kanisa lilenye kufanya mambo makubwa zaidi ya yale ambayo Yesu alishafanya. But how are greater works possible if we only have small faith? Basi iweje tufanye mambo makubwa lakini imani yetu ni ndogo? We want to have a greater faith that keeps on growing. Tungependa kuwa na imani kubwa ambayo kila wakati inazidi kuongezeka. So 2 Thessalonians chapter 1 and verse 3 we read. Basi katika Wathesalonike ya pili, fungu la kwanza, We are bound to give thanks to God always for you, brethren, kila mara ndugu, sisi ni wenye kumshukuru Mungu kwa sababu yenu, as it is fitting, because your faith grows exceedingly. kama ilivyo wajibu, kwa kuwa imani yenu inazidi sana, And the love of every one of you all abounds towards each other. na upendo wa kila mtu kwenu kwa mwenzake umekuwa mwingi. Can you see the connection where there's an increase in faith, there's an increase in love? Basi mumeona pana uhusiano ya kwamba imani inazidi kuwa na vile vile upendo nao unakuwa. That's why the Bible says that we need to have faith working by love. Basi ndiposa Biblia inatamka ya kwamba tunahitaji upendo, imani dhihirishwe katika upendo. But many have asked, Lord, how can I grow my faith? Basi wengine wengi tunaojiuliza, Bwana, nitafanyaje imani yangu ikue? Well, the Bible tells us how faith comes. Basi Biblia ni yenye kutunenea namna ambavyo tunakuwa katika imani. God gives us a gift to start off with, a small faith. Basi Mungu ni mwenye kutupa karama ya kwamba imani yetu ianze kiwa ndogo. But then the Apostle Paul also tells us in Romans chapter 10 and verse 17, Basi Mtume Paulo ni mwenye kunena pamoja nasi katika Warumi 10:17, that faith comes by hearing. imani huja kwa kusikia. And what are we to hear? Na sisi twastahili kusikia nini? The word of God. Tunastahili kusikia neno lake Mungu. So faith comes by hearing. If you hear more of the word, you'll have more faith. Basi imani huja kwa kusikia, na kadri unavyosikiza neno lake Mungu ndipo imani yako inazidi kuwa. God wants us to be filled with faith. Basi Mungu anahitaji kwamba tupate kujazwa God na wants to imani. do great things through his church. Anahitaji kwamba tufanye mambo makubwa kupitia kwa kanisa lake. And the church that spends a lot of time in the word would have a lot of faith. Na kanisa ambalo linachukua muda kwa ajili ya neno, basi litakuwa thabiti katika They imani. can claim all God's promises. Basi watazidi kukariri ahadi za Mungu kwa wingi. So that's one of the reasons that God wants us to exercise faith. Basi ndipo sababu moja Mungu anahitaji ya kwamba tuweze kuonyesha imani yetu. God wants us to exercise faith because faith was broken right at the very beginning. Basi Mungu anataka tudhihirishe imani, maana imani ilipata kuanzishwa hata pale mwanzo. If faith comes by hearing the word, Ikiwa imani inakuja kwa kusikia neno, what was the word that God gave to our grandparents, Adam and Eve? basi ni neno lipi ambalo Mungu ni mwenye kutamka katika babu zetu ambao ni Adam pamoja na Hawa? But was there not another word heard by them Basi pana neno lingine ambalo walifanya kulisikia, which contradicted the word of God? ambalo lilifanya kukinzana pamoja na neno lake Mungu. But who did Adam and Eve end up believing? Basi Adamu na Hawa walifanya kumtii nani? Was it God or the serpent? Walimtii ama walimsikia Mungu au Ibilisi? Well, they believed the serpent, but was this an act of faith? Basi walimwamini yule nyoka, na jamani, hili ilikuwa ni tendo la imani. This was an act on unbelief on their part. Basi hii ilikuwa ni sehemu yao kwa kukosa kuamini katika njia yao. And they stopped trusting God and they believed a stranger. Basi walikataa kumwamini Mungu na wakamwamini mgeni.
People tell us that relationships move forward at the speed of trust. Basi watu wanatamka hivi, mahusiano yananawiri wakati ambapo watu wanafanya kuaminiana. If there's no trust in a relationship, I can tell you it's a bad relationship. Basi kama hakuna imani kuaminiana katika mahusiano, basi hiyo uhusiano hauendi popote. And there'll be bad communication as well, because no one will believe each other's words. Basi mawasiliano yatasanapatika, maana hamna mwenye kumwamini mwingine. All good relationships are based on good communication. Basi uhusiano bora unakuwa na mawasiliano bora. When communication breaks down, trust breaks down. Basi mawasiliano yanapovunjika, uaminifu nao wavunjika. So God wants to restore the relationship that was lost in Eden. Mungu ni mwenye kutaka kurudisha uhusiano ambao ulifanya kuvunjika pale Edeni. Adam and Eve stopped trusting God. Adam na Hawa waliacha kumwamini Mungu. They trusted someone else. Walifanya kumwamini mtu mwingine. A stranger, an imposter, they had just met him. Mtu ambaye ni mwenye kujifanya, ambaye wamekutana naye mara ni ya kwanza. He made them desire an outcome Walifanya waweze kuthamini matokeo, which became real in their minds, ambayo ilikuwa ni sawa katika nia zao, but was the biggest lie ever told to humanity. lakini ulikuwa ndio ukweli mkubwa sana ambao umeshawahi kunenewa binadamu. In Australia, we have a lot of people that ring you for phone calls and they want to sell you something, or they want you to buy something, or to donate somewhere. Basi pale Australia pana watu wengi sana ambao kazi yao ni kupiga simu, wanahitaji kukuuzia kitu, wanahitaji kukuambia habari fulani ili upate kujua jambo fulani. They call telemarketers. Do you have them here as well, telemarketers? Basi hawa ni watu wa biashara ambao kazi yao ni biashara ya simu. Sometimes they're genuine, but sometimes they are actually people trying to steal your money. Wakati mwingine hawa watu ni watu wa ukweli, lakini mara nyingi ni watu waongo ambao kazi yao ni kutapeli watu hela. People have lost thousands of their dollars for their life savings and for their pension when they retire. Watu wengi wameshapoteza hela kwa wingi ambazo walikuwa wameziweka wakati wa kustahafu kwa sababu ya watu hawa. It sounds real and genuine, but it's a lie. Basi inaonekana ni mambo ya kweli wanapokupigia, lakini kweli ni uongo. So Adam and Eve were promised a lie. Basi Adamu na Hawa walipatiwa ahadi ya uongo, And they were robbed of their eternal happiness na wakanyang'anywa raha yao ya milele and their connection and relationship with God. na uhusiano wao na kujiunganisha kwao pamoja na Mungu. As a result of them distrusting God, Basi matukio yao ya kwamba walikosa kumwamini Mungu, they had some bitter fruit that they had to pluck. basi walikuwa na machungu ili wapate kuyakula. Robbed of the company of God, one of their sons killed the other son. Basi zaidi ya kunyimwa kuwa pamoja na Mungu, kijana wao mmoja alifanya kuuawa. The experience was misery, sorrow, and agony of spirit. Basi hawa wakaweza kuvunjika moyo, wakaweza kuomboleza na mioyo yao pia ikadhoofika. There was regrets, huge regrets, Basi wakawa na majuto makubwa. even self-abhorrence. Basi kila pia wao wakajutia. See, the devil made them doubt that God was actually for them. Basi Ibilisi aliwafanya wawe na shauku ya kwamba Mungu alikuwa pamoja nao, That God had their best interest at heart. ya kwamba Mungu ni mwenye kuwajali katika moyo He wake. made them doubt that God really loved them, that God was withholding something from them. Basi wakawa na ushauku ya kwamba Mungu ni mwenye kuwapenda na Mungu anawanyima jambo. So what does our faith then do? Basi kupitia kwa imani walifanya nini? Well, we re-establish trust with God. Basi walihitaji kuanza uhusiano mpya pamoja na Mungu. And in doing that, the relationship is re-established. Na unapofanya hivyo, basi uhusiano pamoja na Mungu unaanzishwa upya. A trusting relationship is a good relationship. Basi uhusiano ambao una uaminifu ni uhusiano bora. So we then learn to trust God 100%. Tunahitaji kumwamini Mungu 100%. And we believe in the word of God 100%. Na tufanye kuamini neno lake Mungu 100%. We believe all of it. Basi tuamini lote kamili. Faith accepts it as God's will for us. Basi imani ni kuamini ya kwamba na kukubali mapenzi yake Mungu kwetu sisi. Faith is not selective. Basi imani haichagui. It proceeds from God, every word, and we trust every word. Ni kupokea kila neno linalotoka kwa Mungu na kuliamini vile vile. Again, we believe that God is love. Na vile vile tunafanya kuamini ya kwamba Mungu ni And in upendo. believing, we experience His love. Na vile tunapoamini, basi sisi tutakuwa na matukio ya huo upendo. Faith responds to the sacrifice of the Lord Jesus Christ in expressing and demonstrating His love and grace for us. Imani inaitikia kafara yake Yesu na kukubali na kuashiria upendo aliokuwa nao kwetu sisi.
But you know that love always desires love back in return? Lakini mwafahamu ya kwamba upendo unahitaji pia upate kurudishwa na upendo. Have you ever fallen in love? Jamani, wangapi hapa umewaipenda? You see someone that you like, Unaona mtu ambaye anakupendeza and you're very attracted to them, na wewe jamani anakuvutia sana, but you're not sure if they're attracted to you. lakini wewe hauna hakika ya kwamba huyu pia ana mvuto kwako wewe. But you pay them extra attention Lakini sasa unakuwa makini kwao in the hope that they will respond to your love. na unatarajia kwamba huyu ni mwenye kuitikia kwa ajili ya upendo And what a wako. joyous day it is when they respond and they love you as well. You're so happy. Basi inakuwa ni raha na furaha anapoitikia upendo na anakuonyesha upendo. You know that the Lord God loves us dearly. Mnafahamu ya kwamba Mungu ni mwenye kutupenda upeo. But God does not force love. Lakini Mungu hasurutishi upendo. Love wants love from a person that is loved. Basi unapopenda na unapenda yule ambaye unampenda. And God loves us. Na Mungu anapotupenda, What does God want from us? basi Mungu anahitaji nini kutoka kwetu? Doesn't he want a relationship and love back? Mungu anahitaji uhusiano na vile vile anahitaji nasi tumpende. Our worship and our praise this morning ascends because our hearts have responded to his love. Basi tunapomwabudu na tunapompa sifa inaonyesha kwamba sisi tumeshaitikia upendo ambao Mungu anao kwetu sisi. But there are some people that misunderstand God. Lakini pana watu ambao wanakosa kumwelewa Mungu. They're difficult to live with, Basi wao ni wagumu kuishi pamoja nao. difficult to work with. Ni wagumu pia kufanya kazi pamoja nao. And sometimes they're even in the Christian church Lakini hao watu pia kuna wakati ambapo wapo miongoni mwa Wakristo. because they have a distorted view of God. Maana wao hawamwelewi na mtazamo wa Mungu umeotea. For example, some people believe that God, Kwa mfano pana watu ambao wanaamini hivi for a life of unbelief and crime here on planet Earth, say 50, 60, 70 years, ya kwamba ili ufanye makosa Mungu ni mwenye kukulipa ghadhabu katika miaka 50 au 70 hapa ulimwenguni. that God will torture the lost in hell for all eternity. Ya kwamba Mungu atatesa walio fanya dhambi pale ahera milele na milele. Think about it. When we put fire to a body here, it burns them up and they die. Basi hebu fikiri haya, unapoteketezwa hapa katika ulimwengu, mwili wako utachomeka na hadi utateketea na uishe. However, they teach that in hell, Lakini wanafunza pale kuzimuni, God will perform a continuous miracle and keep these people alive. Mungu ni mwenye miujiza ya kwamba atafanya watu wadumu kuwa na That uhai, they will not burn up, kwamba hao watu watateketea na waishe, nor will they ever die. They'll just be tortured for all eternity in the flames. ya kwamba hawatakufa lakini bali wao ni kuteketea ndani ya moto milele na milele. The Bible is very clear that God alone has immortality, Ya kwamba Biblia ni wazi ya kwamba hakika Mungu yeye ndio mwenye kuishi milele. and the soul who sins will die. Na roho itendayo dhambi hakika itakufa. But then God now gives these souls immortality. Lakini Mungu ni mwenye kupatia hizi mioyo umilele. But that is it's immortality of a different kind to the one he's supposed to give us. Lakini huo umilele ambao Mungu ni mwenye kutupatia ni tofauti ambao tunastahili kuwa nao. This teaching is one of the greatest misrepresentations of God and his character of love. Haya mafunzo ndio mojawapo ya funzo ambalo limeweza kupoteza kabisa tabia asili ya Mungu na upendo wake. It is a distorted picture of what the Bible teaches about God. Ni picha ambayo imeondoa halisi tabia yake Mungu na namna ambavyo Biblia inafunza kumhusu But Mungu. we've come to set the record straight. Lakini siku leo tumekuja kuweka mambo sambamba. God is just, but God is also love. Mungu ni mwenye haki lakini vile vile Mungu ni upendo. How can you call 70 years of living a bad life Basi iweje ya kwamba maisha ambayo umeishi kwenye dhambi miaka 70 justice when someone's tortured for all eternity? It doesn't make any sense. ya kwamba Mungu akusumbue katika umilele? Jamani, hiyo haileti shangwe. But yet these people want to preach the love of God, but then talk about a God that tortures everybody for all eternity. Hawa watu wanafunza kuhusu upendo wake Mungu, lakini wanafunza kuhusu Mungu ambaye ni mwenye kutesa watu milele na milele. Quite often these people have been misguided by false teachers. Hawa watu wamefunzwa na wameotea kwa sababu ya walimu wa uongo. And these people may even say that they have the Holy Spirit. Na watu pengine watasema kwamba wamejazwa na Roho Mtakatifu. But the Bible tells us, Lakini Biblia ni yenye kutunenea hivi, to the law and to the testimony, ya kwamba katika neno la ushuhuda na katika sheria, if they speak not according to the word of God, ikiwa hawasemi sawasawa na neno lake Mungu, there is no light in them. hamna nuru ndani yao. That's why Jesus says in John chapter 3 and verse 3, Ndiposa Yesu ananena katika Yohana 3:3, you must be born again. lazima uzaliwe tena.
to see the kingdom of God. ili upate kuona ufalme wake Mungu. And today there's been people that have seen the kingdom. Basi siku ya leo pana watu ambao tayari wameshaona ufalme. They've confessed the Lord Jesus Christ and put up their hand for baptism. Wamekiri Bwana wetu Yesu Kristo na wamenyanyua mikono kwa ajili ya ubatizo. They've seen the kingdom and they've wanted to enter it. Wameona ufalme na wana nia ya kuingia pale. But then we go to John chapter 3 and verse 5. Basi tutaingia katika Yohana 3 aya ni ya 5. What do you need to do to have entry into the kingdom? Basi wastahili kufanya nini ili upate kuingia katika ufalme? You must be born of water and the Spirit if you want to enter the kingdom of God. Lazima uzaliwe kwa maji na kwa roho ili upate kuingia katika ufalme wake Mungu. But there's some people who misunderstand the character of God. Lakini pana watu ambao hawaelewi tabia yake Mungu. Born from above, ambao hawajazaliwa kutoka pale juu. and some of them have maybe been born of water, Na wengine pengine wamezaliwa kupitia kwa maji. but because they haven't surrendered to the Spirit of truth, Lakini kwa sababu hawajajitoa kwa roho wa kweli, when they entered the watery grave, they were buried alive. walipoingia katika maji walipata kuzikwa wakiwa hai. Self did not die. Basi utu haukufanya kufa. So we today are going to celebrate those who have given their life to the Lord, Basi siku ya leo sisi ni wenye shangwe kwa ajili ya wale ambao wametoa maisha kwake who Mungu, have seen the kingdom, ambao tayari wameshaona and ufalme today are entering the kingdom. Praise God. na leo wanaingia katika ufalme. Bwana asifiwe. But there are some people still Lakini pana watu ambao bado, who have a very egocentric relationship with God. ambao uhusiano wao pamoja na Mungu ni uhusiano wa kibinafsi. You can hear it in the content of their prayer, how they pray. Unasikia kwa namna ambavyo wao ni wenye kufanya It's maombi. all about what they can get, what's in it for them. Wao ni kile tu ambacho wanataka kutoka kwa Mungu. And of course, not all of this is bad, but some examples are, Lakini haya yote si mabaya, lakini hebu tuwape mfano. oh Lord, please bless me. Mungu tafadhali nibariki. Please hear my prayer. Please heal me. Tafadhali sikia maombi yangu. Tafadhali niponye. Please get me a better job. Tafadhali nipatie kazi bora. Please get me to my appointment on time. Tafadhali nisaidie nifike pale ambapo nilihitajika kwa muda. Please let me pass my exam. Tafadhali Mungu nisaidie nipite mtihani. Please let me get a rich husband or a good-looking wife. Tafadhali nisaidie nipate mwanamume tajiri, ama nisaidie nipate bibi mrembo. It's all about I want and I need. Mimi nahitaji Bwana, mimi nataka. But what does God want from us? Lakini Mungu anahitaji nini kutoka kwetu? He wants our love. Mungu anahitaji sisi tufanye kumpenda. As you pray, how often as you pray, Lord, I praise you. Thank you for what you've done for me. Ni mara ngapi wewe unafanya ukiomba kwamba Bwana, mimi nakusifu na kushukuru kwa yote ulionitendea. Thank you for loving me. I love you back. Asante maana umenipenda nami nakupenda vile vile. Lord, I bless your name. Thank you so much, Lord Jesus. Mungu nabariki jina lako. Asante sana Yesu. That is a heart of gratitude. Basi huo ndio moyo wa ukunjufu. God is not displeased when we ask him for the other things. Mungu hakasiriki tunapomwomba mambo mengine. But God is not a vending machine that just gives to you what you want. Lakini Mungu si mashine ambayo wewe inakupa kile ambacho wewe unahitaji. That is a one-sided relationship. Basi huo ni uhusiano ambao ni ubinafsi wa sehemu moja. God wants our love, he wants our praise. Mungu anahitaji upendo wetu na vile vile anahitaji sisi tumpe sifa. God is the most misunderstood person on planet Earth. Mungu ndiye yule ambaye hajafanya kueleweka kabisa katika sayari ya ulimwengu. Because of God's greatness, because of his deity, Maana Mungu ni mkuu na maana Mungu ni Mungu. we think that God does not have a tender heart. Sisi tunadhani ya kwamba Mungu hana moyo wa upole. We think that God does not need our affections or our love. Tunafikiria kwamba Mungu hahitaji upendo wetu na ukuwa karibu pamoja naye. So I want to read this from Desire of Ages page 641, paragraph 3. Basi tutasoma nukuu ambayo inatoka katika kitabu cha Tumaini la Vizazi. Aya yake ni ukurasa ni wa 641 na aya ni ya 3. You know, those who love the Lord Jesus Basi tunajua wale ambao wanampenda Bwana Yesu, will be loving and lovable Christians here on planet Earth. basi wao watapenda Wakristo wasiopendeka katika uso wa You'll see it ulimwengu. in their interactions with one another. Basi muone namna ambavyo tunafanya kutangamana. And we read, love to man is the earthward manifestation of the love of God. Basi unapopenda binadamu, wewe unaodhihirisha wazi ya kwamba unampenda Mungu. It was to implant this love to make us children of one family. Basi Mungu alihitaji tuwe na huu upendo ili tupate kuwa watoto wa familia moja. That the King of Glory became one of us. Ya kwamba mfalme wa utukufu akapata kuwa miongoni mwetu. And when his parting words are fulfilled, Basi anaponena maneno kwa ajili ya ulehevu wetu,
Love one another as I have loved you. Hebu pendaneni namna ambavyo mimi nimewapenda. When we love the world as he loved it, Tunapopenda ulimwengu namna alivyopenda, then his mission for us is accomplished. basi huduma yake kwa ajili yetu sisi imeshakamilika. And we are fitted for heaven, Na sisi tunastahili kufika mbinguni. for we have heaven in our hearts. Maana sisi tuna mbingu katika mioyo yetu. So there are some in the church that have seen the kingdom of God, Basi pana wengi katika hili kanisa ambao wameshaona ufalme wake Mungu, but they not have yet been fitted for the kingdom of God. lakini wao hawastahili kwa ajili ya ufalme wake Mungu. So God wants to fit us for the kingdom. Mungu anataka tustahili kuingia katika ufalme. How does he want to do that? Basi Mungu atafanya vipi? When we love like Jesus loved. Tunapopenda alivyopenda Yesu. To love another as the Lord Jesus Christ has loved us. Tunapopenda kila mmoja namna ambavyo Yesu ni mwenye kutupenda. Now let's look at this story. We're going to close our sermon on this story. Basi tutamaliza mahubiri na hii hadithi. It is a story of a terrible woman. Basi ni hadithi ya mwanamke mwovu. She was evil. Yeye ni mwanamke mwovu. Alikuwa ni mwanamke mbaya. She used to sell her body to make money. Yeye alikuwa ni mwenye kuuza mwili kwa ajili ya kupata hela. And she was a prostitute. Na huyu alikuwa ni kahaba. Not only that, she'd got into the dark stuff so much Basi si hayo tu, bali alijiingiza katika mambo ya giza that the devil sana. had taken over and taken control of her body and a person. Basi akapagawa na mapepo na mwili wake basi ukaweza kuchukuliwa hivyo. Now all four of the Gospels mention the story of this terrible woman. Basi injili hizi 4 katika Biblia ni zenye kusimulia kuhusu huyu mwanamke. So what I did last night, I went through Matthew, Mark, Luke and John. Nilichofanya jana jioni niliingia katika Mathayo, Luka, Marko pamoja na Yohana. Because each of them give a little bit of detail that's different to the others. Basi kila moja hadithi yake ni tofauti kidogo kwa kina. So listen to this compilation. Basi hebu sikiza maunganisho haya. 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus was raised. Basi siku 6 kabla ya Pasaka, Yesu ni mwenye kuingia Bethania alipofufuliwa Lazaro. And there was a Pharisee by the name of Simon that lived in Bethany. Basi pana Mfarisayo kwa jina ambaye alikuwa anaitwa Simona mwenye kuishi pale Bethania. And Jesus was invited by Simon to come and have a meal at his house. Na Yesu alifanya kualikwa na Simona apate kula katika makao yake. So Lazarus' sister Martha catered. She made the food. Basi Lazaro dadake mbu wake Lazaro ambaye ni Maritha ni mwenye kutengeza chakula. And Jesus was seated, and beside him Lazarus was seated, whom he raised from the dead. Na Yesu ni mwenye kutulia na kando yake ni Lazaro ambaye alishamfufua kutoka kwa wafu. On the other side of Jesus sat the host, Simon. Na sehemu nyingine ya Yesu aliketi yule mwaliko wao ambaye ni Simoni. Simon the Pharisee had leprosy. Basi Simoni Mfarisayo ni mwenye alikuwa ameshakuwa na ukoma pale awali. He had been an outcast. Alikuwa ameshatengwa. But Jesus had touched him and healed him of his leprosy. Na kwa kuguswa kwake Yesu alipata kupona kutoka kwa ukoma. So he was actually the only Pharisee that openly recognized Jesus and was happy to be associated with him. Ndiye Mfarisayo kipekee ambaye alitambulikana na Yesu wazi na alifurahia kwa sababu ya uhusiano wake pamoja na Yesu. And while they're reclining at the table inward with their feet outward, Na alipokuwa ameketi kwenye meza na miguu yake imetoka nje, another sister of Lazarus, Mary, na mbu wake Lazaro mwingine ambaye kwa jina ni Maria, comes to Jesus and she starts crying. na ni mwenye kuja kwake Yesu na kulia. And as she's crying, her tears are wetting his feet. Na anapolia machozi ni yenye kuloa miguu yake Yesu. And she's feeling embarrassed as she's trying to wipe it up, and she uses her hair to wipe his feet. Na yeye kwa aibu ni mwenye kujaribu kutumia nywele kwa ajili ya kupangusa miguu yake Yesu. But she does something more than that. Lakini alifanya mambo zaidi na hayo. Jesus' feet are anointed and his head by Mary with costly spikenard oil. Basi miguu yake Yesu ni yenye kupanguzwa na kutawadhwa na mafuta ya mizeituni ambayo Yesu Maria alikuwa nayo. The perfume fills the house and everybody's now smelling this beautiful fragrance. Haya manukato basi yakanuka kila mahali na kila mtu ni mwenye kusikia ile harufu nzuri ya manukato. And unfortunately for her, attention is now drawn to her. Basi kwa bahati mbaya kila mtu ni mwenye kumtazama yeye. Then Judas, one of the 12 disciples, Na Yuda miongoni wa wale wanafunzi wawili, and he happens to be the son of Simon the leper, who's the Pharisee, ambaye ni mwana wa Simona aliyekuwa na ukoma, leads an indignation. basi anaongea katika hasira. And he says, Na akatamka hivi, what a waste of money. hebu tumeshamaliza hela.
Poor stewardship. Basi mambo mabaya. That money should have been used for the poor. Hizi hela zilitarajiwa kwa ajili ya waliofukara. And while Jesus accuses Mary of foolishness, basi huyu Yuda anapomshtaki Maria kwa sababu ya upumbavu, Judas was actually the greater fool. basi huyu Yuda ndio mpumbavu zaidi. Because he'd been using the money for the poor for himself. He'd been stealing. Basi maana yeye ni mwenye kutumia hela za fukara kwa ajili yake yeye, maana yeye ni mwivi. So Jesus came to Mary's defense. Basi Yesu akaja kwa ajili ya kumtetea Mariamu. Everybody else says it was foolish. Basi kila mtu mwenye kusema yeye ni mpumbavu. But Jesus says it was not foolish, it was good. Lakini Yesu asemi ya kwamba ni upumbavu, bali anasema amefanya jambo jema. He told them that they did not know the time or the seasons. Alinena pamoja nao kwamba hawana ujira wala nyakati. They didn't have right spiritual priorities. Wende ikawa hawakuwa na nyakati nzuri za kuorodhesha mambo yao ya kiroho. Jesus said you will always have the poor with you. Alisema nyinyi mtakuwa na maskini kila wakati. But he said you would not always have me with you. Lakini mimi hamtakuwa pamoja nami siku zote. See, this woman had listened to the teachings of Jesus. Maana huyu mwanamke ni mwenye kusikiza mafundisho yake Yesu. She heard him say that he would die. Alishasikia kwamba amesema yeye ni mwenye kufa. And she came and anointed him for his impending death. Alikuja kwa ajili ya mafuta ya dhamani kwa ajili ya kumtawadha. She understood something that the others didn't understand. Alifanya kuelewa jambo ambalo wengine walikosa kuelewa. The well-educated Simon, Haijalishi ya kwamba huyu Simoni ni mwenye elimu, his son Judas, ya kwamba huyu kijana wake ambaye ni Yuda, better educated than this poor woman who was a ni prostitute. mwenye elimu zaidi ya huyu mwanamke ambaye ni kahaba. She understood something that they didn't. Yeye alifanya kuelewa jambo ambalo walikosa kuelewa. You know what? Mary was a sinner. Unajua hakika Mary ni mwenye dhambi. And she was also demon-possessed. Na vile vile alikuwa ni mwenye kupagawa na mapepo. And in Desire of Ages page 568, paragraph 1. Tumaini la vizazi, ukurasa ni wa 568. We are told that Mary had been looked upon as a very great sinner. Basi huyu Maria ni mwenye kudharauliwa sana kwa sababu ya dhambi. But Christ knew the circumstances that had shaped her life. Lakini Kristo alifahamu fika hali ambazo zilifanya yeye aingie katika hiyo dhambi. Maybe you've been a bad person as well. Iwende kama umepata kuwa mtu muovu. But the Lord knows the circumstances that have shaped your life. Lakini Mungu ni mwenye kufahamu hali ambazo zilikufanya utende dhambi. And when he deals with you, you'll take that into consideration, just like he did with Mary. Na Mungu anapopatana pamoja na wewe anakumbuka hayo mambo alivyokumbuka katika Maria. It says the Lord Jesus might have extinguished every spark of hope in her soul. Na Mungu ni mwenye kuangalia tumaini lilipokuwa katika moyo wake Maria. But he did not do that. Lakini hakufanya hayo. It was he who had lifted her from the despair and the ruin that she was in. Ni yeye mwenye kumwokota kutoka kwa ule uchafu aliokuwa nao. 7 times she had heard his rebuke of the demons that controlled her heart. Mara 7 ni mwenye kusikia mapepo yakikemewa ambayo alikuwa ametamaraki katika moyo wake. And controlled her mind 7 times. Ambayo tamaraki nia zake mara 7. She had heard the strong cries of Jesus to his Father on her behalf. Alikuwa ameshasikia Yesu akilia kwa ajili yake kwa baba yake. She knew how offensive is sin to his pure unsullied person. Alijua namna ambavyo dhambi ilikuwa mbaya ambayo alikuwa anatenda kwake yeye na hata kwake Mungu. But by faith she reached out to the Savior. Lakini kwa imani yeye ni mwenye kumshikilia mkombozi. And by his strength she had overcome. Na katika nguvu zake Yesu Maria alishinda. Therefore we read in Luke chapter 7 and verse 47. Basi tunasoma katika Luka 7 aya ni 47. Jesus tells Simon, who's the host of this party, Yesu ni mwenye kunena pamoja na Simona ambaye ni mwenye kutengeza hii hafla. therefore I say to you, Basi mimi nakuambia, her sins which are many amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, are forgiven, amesamehewa. for she loved much. Maana ameshapenda sana. But to whom little is forgiven, the same loves a little. Lakini asamehewaye kidogo, huyo hupenda kidogo. Consider the love of Christ for Mary. Basi hebu tafakari upendo wa Kristo kwa ajili ya Mariamu. Was Mary a sinner? Mariamu alikuwa ni mwenye dhambi. Yes, she was. She was a great sinner. Hakika ni mwenye dhambi, maana ni mwenye dhambi mkuu. Most people would have written her off as a useless case. Watu wengi wangemtenga kama mtu ambaye hana tena sababu. Not much hope for her. Maana hawakuwa na tumaini kwake. The first time Jesus cast out demons, Wakati wa kwanza, wakati Yesu ni mwenye kutokomeza mapepo kutoka kwake, she went back to her evil ways. yeye ni mwenye kurudi tena katika njia potovu. And again the Savior reached out and cast out the demons again. Na tena mkombozi akamfikia na katokomeza mapepo. And again she fell. Lakini tena
huyu Mariamu She fell akaanguka. 3 times, 4 times, 5 times, 6 times. Akaanguka mara 3, 4, 5 na hata 6. How many times would we have given up on that woman by now? Ni mara ngapi sisi tungekosa moyo kwa ajili ya huyu But the mwanamke? Lord Jesus didn't give up. Again, he cast out demons. Lakini Mungu hakufa moyo, lakini tena ni mwenye kutokomeza yale mapepo. 7 times she heard his agony cries to get the demons to release her. Ni mara 7 alisikia hiki kilio ya kwamba mapepo yaweze kumwondokea. And the Bible tells us in Luke chapter 8 verse 2. Na Biblia ni yenye kutisimulia katika Luka 8 aya ni ya 2. And Mark chapter 16 verse 9 and 10. Na Mariko 16:9 na 10. That he cast out demons out of her 7 times. Ya kwamba ni mwenye kutokomeza mapepo ndani yake ni mara 7. How many of us would have that amount of patience with someone? Ni wangapi miongoni mwetu wenye subira sawia na hiyo? How many of us would give up Ni wangapi ambao tungekufa moyo on another person? kwa mtu mwingine? What stopped Jesus from giving up on Mary? Ni nini ambacho kilimfanya Yesu asife moyo kwa ajili ya Mariamu? Her life was a useless case. Maana maisha yake yalikuwa hayana nia tena. Jesus knows the value of a soul. Basi Yesu ni mwenye kutambua thamani ya mioyo. And it was love that compelled him not to give up and try again Ni and try again. upendo ambao ulimsurutisha Yesu asife moyo, bali ajaribu na kujaribu na kujaribu. And at the 7th time he was successful, and she was no longer tempted and tested by the devil in that way. Na mara ya 7 alishinda, maana huyu Mariamu tena hakujaribiwa wala hakunyakuliwa na ibilisi. We'll leave people to their own devices. Sisi mara nyingi tunawaacha watu katika mambo yao. But in Luke chapter 7 verse 48 we read, Lakini katika Luka 7:48 tunasoma hivi. then Jesus said to her in verse 48, Basi Yesu akanena pamoja naye katika aya ya 48. your sins are forgiven. Dhambi zako zimesamehewa. Now when Jesus says that to you, it means you are accepted by him. Basi Yesu anapotamka hayo mambo ni kwamba yeye ameshakuitikia. And those who sat at the table with him began to say to themselves, Na walioketi kwenye meza pamoja naye wakaanza kujiuliza, who is this who even forgives sins? ni nani huyu hata asamehe dhambi? Then he said to this woman, Akamwambia yule mwanamke, your faith has saved you. imani yako imekuokoa. Go in peace. Enenda zako kwa imani. 7 times restored. Mara 7 yuarejeshwa. She had learned to love and worship God. Alikuwa ameshajifunza kumpenda na kumwabudu Mungu. She had been absolutely amazed as the goodness of God was shown to her. Hakika ni mwenye kustajabu kwa wema aliyoonyeshwa na Mungu. Not only once but 7 Si times. mara moja bali ni mara 7. How can someone so pure as Jesus love someone so vile? Iweje mtu msafi sawia na Yesu ampende mtu muovu kama Maria, Someone so despised by the culture and the people around her. aliyedharauliwa na watu na tamaduni ambazo ni zenye kumvingira? But there was another person there. Lakini pana mtu aliyekuwa pale He was somewhat grateful to Jesus as well. ambaye kweli alikuwa ni mwenye shukrani kwake Yesu. He was willing to take a political risk and acknowledge Jesus as a Pharisee. Alikuwa tayari kujinusuru kisiasa na hata kuitikia Yesu kama Mfarisayo. But Simon had an 8th demon. Lakini huyu Simona pia ni mwenye pepo wa It's 8. called ingratitude and self-love. Ni kutokuwa na shukrani na kujipenda, One that does not recognize God's sensitive nature. ambaye hatambui hali halisi yake Mungu. Because God wants our love and affection. Maana Mungu anahitaji upendo wetu na sisi kuwa karibu pamoja We naye. make God so omnipotent Alimfanya Mungu apate kuwa na nguvu zaidi, and so independent with a human construct ambaye anaona kwamba Mungu hahitaji mahusiano pamoja na Mungu na sisi, yeye yuko peke yake, that we forget his sensitive heart. ya kwamba hata tunasahau hisia zake Mungu. If God did not want our love, Basi ikiwa Mungu hangetaka upendo wetu, surely he wouldn't have given us free will to choose. hakika hangetupatia nia ya kuchagua. He could have just made us like a robot, Angetufanya tuwe sawa na roboti, always doing the right thing and no ability to choose. kila mara tunafanya lililo jema pasipo na uchaguzi. But God waits with unwavering love. Lakini Mungu ni mwenye kusubiri na upendo ambao hausitisiti. He looks at us and he watches for some sign of love or gratitude from us. Anakutazama ili aone hata ishara ndogo ya upendo na shukrani kwake. But we have an insensitive nature. Lakini sisi hali yetu hatujali. We're told that Adam and Eve wept bitterly the first time they saw the signs of decay around them. Basi tunaambiwa Adam na Hawa waliomboleza vilivyo walipoona vitu vimeanza kuoza. When they saw the first leaf fall from a tree. Walipoona jani
la kwanza likianguka kutoka kwa mti, we are told that they mourned more than we now mourn for our people when they die. tunanenewa kwamba waliomboleza zaidi tunavyoomboleza wapendwa wetu wanapokufa. And for many people, Christianity has become a selfish grab for eternal life and prosperity. Na kwa wengi Ukristo umekuwa ya kwamba wapate kupata maisha ya milele na wapate kubarikiwa hapa ulimwenguni. Our prayer cycle majority consists of I want, I need. Ndiposa maombi yetu yanakuwa nahitaji, nataka. What about simply expressing our love and gratitude to God for what He means to you and me? Lakini hatumshukuru Mungu kwa upendo wake na kwa kila ambacho amekufanyia wewe pamoja nami. Mary had broken an alabaster box with the expensive perfume. Mariamu ni mwenye kuvunja hili sanduku lenye manukato. It was worth a whole year's wages. Ambayo ilikuwa ni hela ambazo zinagharimu mwaka mzima. That alabaster box represents the broken body of Jesus Christ for us. Hiyo inaashiria mwili wa Kristo ambao ulivunjika kwa ajili yetu. And as the perfume spilled out, it represents the blood of Jesus spilled for us. Na yale manukato yanaashiria damu yake Yesu ambayo ilitirika kwa ajili yetu. The Bible tells us that God has not dealt with us according to our sins, Basi Biblia inasema Mungu hatulipi sawa sawa na dhambi zetu. nor punished us according to our iniquities. Na hatulipi na hatuadhibu kwa sababu ya sawa sawa na makosa yetu. The example of Mary is one of the greatest sermons ever told. Basi mfano wako Maria ndio mahubiri makubwa ambayo yameshawahi kunenwa. Jesus acknowledged that the sins, which are many, Yesu anatambua ya kwamba zile dhambi zake ambazo zilikuwa ni nyingi had been forgiven. tayari zimeshasamehewa. And therefore she loved much. Maana sasa alipenda zaidi. But to whom little is forgiven, the same loves little. Na yule ambaye anasamehewa kidogo, yeye upendo wake unakuwa mdogo. If you're a sinner but not as bad as the one beside you, Basi kama wewe ni mwenye dhambi kama ambavyo tumesema huyu zake zilikuwa mingi, a little sin equals a little bit of gratitude, basi dhambi kidogo, shukrani inakuwa kidogo. which equals a little bit of love. Na vile vile upendo pia unakuwa finye. But a great sinner Lakini mwenye dhambi mkuu with great forgiveness ambaye amesamehewa kabisa, equals great gratitude and therefore a heart full of love. basi shukrani inakuwa kubwa na vile vile upendo unajaa katika moyo. Romans chapter 2 and verse 4 tells us Basi Warumi 2:4 Biblia inasema hivi, that it is the goodness of God that leads us to repentance. ya kwamba wema wake Mungu ndio unatufanya tufanye kutubu. There are two types of followers of Jesus. Basi pana waumini wawili wake Mungu. There is Simon, he's the Pharisee. Basi pana Simona Mfarisayo, Self-assured, a public figure, bold, ambao ni wenye ubinafsi, ambao wanatambulikana na wakakamavu. a friend of Jesus and the only Pharisee to declare his connection with Jesus openly. Rafiki wa Yesu ambaye amekubali wazi ya kwamba yeye ako na uhusiano pamoja na Mungu. He doesn't really know how sinful he is. Yeye hajui namna alivyo mwenye dhambi. He's actually self-righteous, Yeye hakika anajihesabia haki. not really seeing his own need. Yeye haoni hitaji lake binafsi. Then there's the other type of Christian. Lakini pana yule Mkristo mbadala. There is Mary, Huyu ni Mariamu uncertain, ambaye yeye ana uhakiki, humble, somewhat timid, mnyenyekevu tena ni mwoga, a great sinner in knowing her need. mwenye dhambi mkuu na anafahamu hitaji lake. But there's a secret about Simon. Lakini pana siri kuhusu yu Simona. Simon, as we read in Desire of Ages page 566, paragraph 5, Simona tunaposoma katika Tumaini la Vizazi, ukurasa ni wa 566. Simon the Pharisee Huyu Simona Mfarisayo had led into sin alikuwa amejiungiza the katika woman he dhambi. now despised. Yeye ni mwenye kumweka yule mwanamke aliyedharau kwenye hiyo dhambi. She had been deeply wronged by him. Yeye alishakosewa sana na huyu And yet when she came Simona. into his house, Lakini alipofanya kuingia katika nyumba he had the yake, audacity to judge her. yeye alikuwa na nia ya kumhukumu yeye. But he was the reason the way she was. Lakini huyu Simona ndiye sababu ya Mariamu kuwa It's kahaba. because of him that she ended up in Ni prostitution. kwa sababu ya Simona huyu Mariamu akajiingiza katika tendo la ukahaba. It's because of those subsequent steps that she became demon possessed. Ni kwa sababu ya zile hatua nyingi akapata kupagawa na mapepo. Yet he judged her. Lakini huyu Simona ana kumhukumu Mariamu. Desire of Ages page 567 paragraph 4. Basi Tumaini la Vizazi ukurasa ni 567 aya ni 4. By Mary was a sinner pardoned. Basi huyu Mariamu anapokuwa mwenye dhambi ameshasamehewa. Simon was a sinner unpardoned. Huyu Simona ni mwenye dhambi ambaye amekosa kusamehewa. The rigid rule of justice that he had desired to enforce against her Ile hukumu ya haki ambayo alikuwa anataka
kuisurutisha kwake Mariamu, condemned himself. basi ilifanya kumhukumu yeye mwenyewe. But you know, another soul other than Mary Basi tunajua roho nyingine ila ya Mariamu was saved that day. ilifanya kuokolewa siku ile. Desire of Ages 567, paragraph 5. Tumaini la vizazi, ukurasa wa 567 aya ni ya 5. Jesus knew about Simon. Basi Yesu alielewa kuhusu Simona. He knew what he had done to Mary. Alishajua alifanya nini pamoja na huyu mwanamke Mariamu. And we're told Simon was touched by the kindness of Jesus, Basi Simona alipata kuguswa na ukarimu wake Yesu. and not openly rebuking him before the guests. Maana yeye hakumkemea waziwazi mbele za wageni. He had not been treated as he desired Mary to be treated. Hakufanywa namna alivyotaraji Mariamu He atendewe. saw that Jesus did not wish to expose his guilt to others, Alijua ya kwamba Yesu ana nia ya kufunua dhambi yake kwa wengine. but sought by a true statement of the case Na kwa sababu ya hiyo nukuu, to convince his mind, ili apate kuwa na ushawishi katika nia yake, and by pitying kindness na katika upendo na ukarimu, to subdue his heart. basi moyo wake ukapata kuwa mwororo. Stern denunciation would have hardened Simon against repentance, Basi Simoni angesikia mambo ya ukali ili afanye kutubu. but patient admonition convinced him of his error. Lakini Yesu kwa kuwa mtulivu na mvumilivu, Simoni akajutia makosa He yake. saw the magnitude of his debt which he owed his Lord. Basi aliona ukubwa wa deni yake ambayo ilikuwa kwake Bwana. His pride was humbled. Basi kiburi chake kikaweza kunyenyekea He repented, na alitubu. and the proud Pharisee became a lowly, self-sacrificing disciple. Basi huyu mfarisayo mwenye kiburi akawa mpole, mtulivu na mwenye kujitoa. Jesus said, "Your sins are forgiven. Na Yesu akatamka, dhambi zako Your zimesamehewa. faith has saved you." Imani yako imekuokoa. Jesus defines salvation through faith here. Basi hapa Yesu anatuambia imani ni kuwa, wokovu ni kuwa na imani. And that day he breached a hardened heart. Na siku hiyo Yesu alifikia moyo mgumu. And when a hardened heart is breached, Na moyo mgumu unapofikiwa, and we see the love of God and his tenderness for us, na tunapoona upendo wa Mungu na upole wake kwetu sisi, we love God back in return. sisi tunampenda Mungu alivyotupenda. New Testament faith is nothing more than a heartfelt appreciation of God's love, Basi imani katika Agano Jipya ni moyo ambao umejaa upendo kwake Mungu based on the certainty of God's word. kwa sababu ya neno lake Mungu. Let's close with the story. Basi tutamaliza na hadithi. We're going to a wedding. Basi tunaenda kwenye harusi. Weddings are happy places to go. Tunajua harusi ni nyakati za furaha na ni furaha kwenda pale. You see there the bride, you see there the flower girl. Basi tunaona katika bibi harusi na kwa wale ambao wanabeba maua. Both attend the same wedding. Basi nyote wanaingia katika harusi moja. Both walk down the aisle. Wote walifanya kutembea pale kwenye njia. Both even wear white. Na wote pia wanavalia nguo nyeupe. Both walk towards the groom. Na wote wanatembea wakimwelekea bwana harusi. The bride loves the groom, Basi bibi harusi anampenda bwana harusi. and the flower girl does not. Na huyu mwenye kubeba maua hampendi bwana harusi. Why? Mbona? Because she has not yet matured. Maana yeye bado hajakuwa. When she grows up, she will also fall in love, Na yeye atakapokuwa mkubwa atapenda. and she will love the groom and get married to him. Na yeye atampenda bwana harusi wake na ataolewa na So my yeye. question to you today is, are you the bride? Basi swali langu kwako leo, ni wewe ni bibi harusi Are you the flower girl? ama wewe ni yule msichana mwenye kubeba ua? At the wedding, but do you love the groom, or do you still have to mature? Basi katika harusi wewe unampenda bwana harusi ama tukuache tu uzidi kukua? Revelation chapter 19 and verse 7. Basi Ufunuo 19 aya ni ya 7. There's a rejoicing in heaven. Pana shangwe pale mbinguni. Revelation chapter 19 and verse 7. Ufunuo 19 aya ni ya 7. The Bible says, "Let us be glad and rejoice and give him glory." Na Biblia inasema na tufurahi, tushangilie, tukampe utukufu wake. For the marriage of the Lamb has come, Kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja and his bride has made herself ready. na mkewe amejiweka tayari. Are you the bride, or are you the flower girl? Wewe ni mke au wewe ni msichana wa The maua? flower girl still needs to make ready.
basi huyu msichana wa maua bado hajajiandaa. The flower girl's faith is but a little piece of string. Basi imani ya msichana huyu wa maua bado iko katika karakamba kidogo. It hasn't grown yet. Lakini bado imani yake haijakuwa. The love is still small. Upendo wake bado ni mdogo. Perhaps because they don't recognize how much they need to be forgiven to be saved. Uende kama bado hajatambua anahitaji msamaha ili afanye kusamehe kupata wokovu. Because they haven't seen the uplifted Savior dying for their sins. Hawajamuona mkombozi aliyeinuliwa ambaye anakuja kwa ajili ya dhambi zao. When Jesus was on the cross, people were mocking him. Yesu alipokuwa kwenye msalaba watu ni wenye kumkejeli. If you are the Christ, come down from the cross. Kama wewe ni Kristo, hebu shuka kutoka kwa msalaba. He saved others himself, he cannot save. Ulikomboa wengine na wewe mwenyewe hawezi kujikomboa. But it was more than a man hanging on that cross. Maana ilikuwa ni zaidi ya binadamu pale kwenye msalaba. It was God manifest in the flesh. Ilikuwa ni Mungu katika mwili wa binadamu. He could have saved himself just by a thought. Angejiokoa tu katika neno moja. He could have destroyed all his enemies in front of him. Angeangamiza maadui wote ambao walikuwa mbele zake. Flashed the brilliance of his divinity through his humanity. Kwa sababu ya uungu wake na uweledi wake katika binadamu. But if he saved himself, he couldn't save you. Lakini angejikomboa Yesu angekukomboa wewe. So Jesus chose to sacrifice himself and give his life up. Yesu alijitoa kwa ajili ya maisha yake na kafara kwako wewe. That we might live. Ili sisi tufanye kuishi. And those who see themselves as great sinners, na wale ambao wanatambua kwamba wao ni wenye dhambi wakuu, their hearts will be stirred by this message. basi upendo wao, moyo wao itayeyuka kwa ajili ya upendo. Because God so loved the world that he gave his only begotten Maana son. Mungu alipenda ulimwengu sana hata akamtoa mwana wake. God demonstrated his love toward us that while we yet sinners, Christ died for us. Mungu alidhihirisha upendo wake ya kwamba tulipokuwa wenye dhambi Mungu Yesu aliutoa maisha yake. How big is your sin? Kwa sababu ya dhambi yako. How much do you need to be forgiven? Basi unahitaji msamaha upi? Is it only that much? Basi unahitaji hivi kidogo. You will only love that much. Basi wewe umependa hivi kidogo. Is your sin very big? Do you recognize your sin before your Lord? Basi kama dhambi zako ni kubwa, jamani, unazitambua mbele zake Mungu. He who is given much will be loved much. Atakaye samehewa kubwa basi atapenda zaidi. And he will love much as well, and so will she. Na atapenda kubwa tena. So today we want to bring those who have made a decision for the Lord. Basi leo tunawaleta wale ambao wamefanya uamuzi kwa ajili yake Mungu. Who have recognized their sin. Ambao wameshatambua dhambi zao. Their need of forgiveness. Wanahitaji toba. And have come to the Lord Jesus asking for forgiveness. Na wamekuja kwa Bwana wetu Yesu kwa ajili ya msamaha. So we want to invite all those baptismal candidates, those 100 people who have made their decisions in the last 2 weeks for Jesus Christ. Basi tunawaalika wote ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo katika haya majuma mawili, wajitoa kwa ajili ya Yesu. We want you to come to the front. Tunaomba kwamba uje hapa mbele. Because Pastor George Marara is going to lead you in your baptismal vows. Basi mchungaji George Morara ni mwenye kuongoza katika viapo vya ubatizo. So all those that have given their names to be baptized, please come to the front and join us here. Wale wote ambao wameondoa majina kwa ajili ya ubatizo, tafadhali tunaomba mje hapa mbele ili mpate kutoa viapo. God bless you, my brother. Every time I see you, I praise God. Mungu akubariki ndugu, kila mara ninapokuona mimi namsifu. God bless you, my brothers. God bless you. Mungu akubariki. We know there's some sisters as well. Ninajua pana dada pia. There is rejoicing in heaven. Pana shangwe pale mbinguni. These men and these women, hawa wanawake pamoja na wanaume, have publicly confessed the Lord Jesus Christ. Wamekiri wazi ya kwamba Bwana ni Yesu Kristo. Each of them have a name. Kila mmoja ana jina. And their name is now being confessed in heaven. Na majina yao sasa hivi yanakiriwa pale juu mbinguni. Why? Mbona? Because the Lord Jesus Christ said, maana Bwana wetu Yesu Kristo alishanena haya. If you confess my name before men, ikiwa utanikiri jina langu mbele za binadamu, I will confess your name before my Father in heaven. Nami ni mwenye kukiri jina lako mbele ya Baba yangu aliye juu mbinguni. So the men and the women's names are ringing out in heaven right now. Kwa hivyo hawa binti pamoja na wanaume wetu Yesu anakiri majina lenyu pale juu mbinguni. For their public confession. Maana wameshakiri wazi. But there may be some others here today. Basi uende kawa pana wengine waliosalia. That the Lord Jesus Christ has spoken to you. Ambao Bwana wetu Yesu Kristo amenena pamoja nawe siku ya leo. You've never made a decision for baptism. Wewe kama haujafanya uamuzi kwa ajili ya kupokea ubatizo. But you've felt God's call on your heart today. Lakini siku ya leo umepata kusikia Mungu akikuita. Maybe you see yourself as a great sinner. Uende kawa unajitambua ya kwamba wewe ni mwenye dhambi mkubwa. Maybe you feel your sins are so great. Wewe unahisi ya kwamba dhambi zako ni kubwa ajabu. That you can hardly even look up to heaven. Ya kwamba hata una nia ya kutazama pale mbinguni. Don't worry about everybody else. We've all sinned and fallen short.
I want you to come and join these people today in baptism. Usihofu, maana sote tumeshalemewa na dhambi. Tunataka ukuje ujiunge pamoja na hawa wa ubatizo. Come and join these men and women. Is there anyone else who would like to come and join us and publicly confess the name of the Lord Jesus Christ? Tafadhali njoo ujiunge pamoja na hawa wapendwa. Yeyote ambaye anakiri kwamba Yesu ni Bwana na unahitaji kupokea ubatizo, njoo hapa mbele. Please come, the Lord is calling you. Tafadhali njoo, maana Mungu ni mwenye kukuita. There might be another group of person as well. Uende kawa pana kundi la watu wengine tena. You may have been baptized previously. Uende kawa ulishapokea ubatizo pale awali. And you've walked away from the Lord. Na umefanya kuotea mbali na Mungu. But now you recognize your sin and your need of a savior. Lakini sasa hivi umeshatambua dhambi zako na unamhitaji mkombozi. And you feel that the Holy Spirit is convicting you today to be baptized and publicly confess that you are to be united with the Lord Jesus Christ. Na unamsikia Roho Mtakatifu akinena pamoja na wewe ya kwamba ufanye kukiri na upate kujiunga pamoja na Bwana Yesu. Is there anybody else? Pana yeyote tena? I know there's more people that have said for baptism. I think there's about 100. Mimi najua watu wa ubatizo walikuwa ni 100. Get the point. Take a step forward.